Habari zenu ndugu zangu watazamaji wa kipindi chenu kizuri mkipendacho cha Kila Chanzo Kina Sababu. Kwa jina naitwa Pastor Ruth David Peter, nipo natumika chini ya madhabahu ya baba yangu Nabii Mkuu Honest Maria. Katika kipindi chako cha Kila Chanzo Kina Sababu, leo nakuja na somo linasema usijihukumu. Shida na tatizo ulilonalo sio ni sababu ya hivyo ulivyo. Chanzo ni unajihukumu. Vile ulivyo, maisha unaishi, changamoto unapitia, ni kweli Mungu kakubariki, unazo baraka nyingi sana, lakini ndani yako una amani. Unajihukumu kwa sababu ndani ya baraka ulizonazo unajua ni namna gani umezipata. Unashindwa kuja kwa Mungu, kumrudia Mungu ili katika hizo baraka ulizopata upate na Mungu, ufanye na Mungu. Unajihukumu. Unajihukumu. Yawezekana ni mlevi sana. Yawezekana umepoteza wazazi, ukajikuta umekata tamaa, ukajikuta umerudi kwenye hali ngumu ya kutapatapa, maisha ni magumu. Yawezekana hapo ulipo hujui uanzie wapi uishie wapi, umeishia kujihukumu. Hata nikiokoka, hata nikichagua maisha mazuri ya Mungu, mimi ni jehanamu. Nataka nikwambie usijihukumu. Chanzo na shida ulionayo ni kwamba unajihukumu na vile ulivyo. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, ukisoma katika kitabu cha Isaya 1:18, Isaya 1:18 inasema hivi: haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera, atazibadilisha zitakuwa nyeupe kama sufu. Kwa hiyo vile ulivyo, Mungu ana uwezo wa kukubadilisha. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, usiangalie mwanadamu anaongea nini juu ya maisha yako. Usiangalie mwanadamu anasema nini juu ya vile ulivyo. Kwa sababu nataka nikwambie kitu kimoja hivi, mwanadamu hana mbingu ya kukupeleka. Na ndio maana leo ukifa hamna mwanadamu atakayeitwa kuulizwa mateso yako au hukumu yako uliyokuwa unaishi duniani. Ukifa leo ni kwamba ndio kama kwenye jiwe au kwenye msalaba linaandikwa jina lako. Hali kadhalika na ukifika mbinguni, huulizi mtu, uulizi watoto, uulizi uliishi na nani, ni kwamba unaandikwa jina lako kama jina lako. Kwa hiyo katika maisha unayoishi, nataka nikwambie usiangalie mwanadamu kasema nini. Ndio maana katika kitabu cha Zaburi kinasema hivi: kama Mungu angehesabu makosa yetu, ni nani angesimama? Nataka nikwambie, yawezekana huyo anayekuona leo hufai, anaya kwake asili, ni kwa sababu anafanya silini hujayaona, lakini yapo ya silini ya kwake yanamuumiza, anapata nayo shida, anateseka nayo, pamoja hujayaona, amefunikwa tu, kuna kivuli kimemfunika, anayo ya kwake. Ila ninachotaka kukwambia wewe uliochoka, wewe uliyejihukumu, mtu wa Mungu, nataka nikwambie usijihukumu. Yupo mtumishi wa Mungu, nataka nikwambie Yusufu alipita kwenye changamoto ngumu. Kiangalia Yusufu alipita kwenye changamoto za kutengwa na ndugu zake wa damu kuanzia akiwa na miaka 17. Na sababu iliyomfanya Yusufu atengwe ni kupendwa na baba yake. Kwa hiyo Yusufu alikuwa na vitu viwili, nataka nikwambie mtu wa Mungu. Yusufu alikuwa na sababu na alikuwa na chanzo. Sababu ya Yusufu kutengwa na ndugu zake ni kwa sababu tu ya mapenzi, ya kupendwa na baba yake. Mtoto wa mwisho alipendwa. Upendo ule ukawauma ndugu zake, wakamchukia. Lakini kuna chanzo kilichomfanya Yusufu mpaka asababishe kutaka kuuawa. Chanzo cha Yusufu kusababisha kutaka kuuawa ni umbea wake. Mimi naweza kusema ni umbea. Unaweza kanishangaa kwa nini nasema ni umbea. Naweza kusema ni umbea kwa sababu alipokuwa Mungu anamuotesha ndoto za baadaye yeye kuwa nani, akatoka na umbea wake akaenda kuwaambia ndugu zake ambao wanajua ile ndoto
Nini maana ile ndoto? Kwa hiyo chanzo cha Yusufu kutaka kuuawa ni umbea. Kuna chanzo cha wewe kutaka kuumizwa hapo ulipo ni maneno. Kuna wakati nataka nikwambie, kaa kimya. Usipende kuongea. Usipende kusema. Kuna wakati Mungu anakupa ndoto, kaa nayo kimya. Hiyo ndio inaweza kusababisha ukaja ukajihukumu, kwa sababu ukatoa yale Mungu aliyokuonyesha katika ndoto, aidha katika maono, aidha vile umewaza ndani ya moyo wako, ukatoa kwa mtu, ukajua huyu mtu ni ananipenda, nampa kwa moyo. Kumbe yule mtu unayempa kwa moyo ni adui kwako. Biblia inasema adui wa mtu ni mtu. Yawezekana adui yako wewe ni huyo ndugu yako uliotoka naye kwenye ziwa moja. Yawezekana adui yako ni huyo rafiki yako unayemwamini. Yawezekana adui yako ni yule jirani yako ambaye muda wote unamsaidia, lakini kwako ni adui. Amekuumiza, amekujeruhi, imefikia hatua kutokana upendo uliokuwa unampenda ukachukia kila mtu, ukajihukumu, ukasema mimi sitamani kumpenda mtu, sitamani kumsogeza mtu karibu na mimi, sitamani kufanya kitu fulani kwa sababu kuna mtu nilimsogeza akawa jeraha kwangu. Nataka nikwambie, usijihukumu kwa sababu ya mtu uliyomsogeza akakuumiza. Hii ndio chanzo la tatizo lako, ni kwamba umejihukumu. Mpende, nataka nikwambie. Au kumwambia Mungu, ulinisogezea mtu kutokana na mimi kuongea kwangu akawa ni mtihani kwangu, basi ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Ila Mungu, nifundishe kukaa na mtu kwa akili ili kwangu yasije kuwa majuto. Kwa hiyo wengi, nataka nikwambie, wanajihukumu maisha wanayopitia, majuto, lawama wanazotupiwa. Kuna wengine wanatupiwa lawama, kuna wengine wameshabadilika kabisa, lakini lawama wanazopitia, yaani mtu iko hivi. Nataka nikwambie ndugu msikilizaji na mtazamaji unanisikiliza katika kipindi, iko hivi. Ni rahisi mtu kukufurahia pale uko bar, akakuongeza na crate lingine, akakuongeza na crate lingine, akakuongeza na crate kingine. Ni rahisi mtu kukufurahia kusema twende nikupeke kwa mganga wa kienyeji, anaweza kukusaidia tatizo lako. Ni rahisi kukupa hela na kukuchangia. Lakini nataka nikwambie, ni ngumu kabisa mtu akikuona umebadilika, umetoka pale ulipokuwepo ukaenda sehemu nzuri kukusupport. Sijui unanielewa, mtu wa Mungu? Kwa hiyo majuto yako wewe ni kwa sababu ya rafiki yako. Majuto yako wewe ni kwa sababu ya yule mganga ambaye ulienda akakudanganya. Majuto yako wewe ni kwa sababu ya ile ndoa ambayo umekaa imekuumiza. Majuto yako wewe ni ya yule mtu ambaye uliamua kumtoa kijijini, ukamsogeza nyumbani, ukamfanya mtoto kwako, ukamfanya mwana kwako, ukamfanya ndugu wa karibu, akakuumiza. Lakini nataka nikwambie, usijute kwa sababu umeumizwa. Hilo ni jaribu tu, mtu wa Mungu. Kwa hiyo unatakiwa kulishinda. Nataka nikwambie, usiishi kwa majuto. Nataka nikwambie tena, usiishi kwa kukata tamaa. Nataka nikwambie tena, simama upya. Simama upya. Anza moja na Mungu. Mungu anaweza. Anza moja na Mungu. Hiyo changamoto kwa Mungu ni nyepesi sana. Chanzo chako wewe ni kwamba unajihukumu. Acha kujihukumu. Jikubali. Cha kwanza kabisa, anza kujikubali. Anza kusema mimi ni wa thamani. Anza kusema mimi si mtu wa kawaida. Haijalishi mwanadamu anakutazamaje. Anza kujiona mimi si mtu wa kawaida. Nataka nikwambie, mtu wa Mungu, utafika mbali. Nataka nikwambie, utaenda mbali. Ninawapenda sana ndugu zangu. Napenda tena kusisitiza, acha kujihukumu. Mtafute Mungu akusaidie. Mtafute Mungu akutetee. Mtafute Mungu apigane na hiyo changamoto yako. Nawapenda sana watu wa Mungu. Nawapenda sana. Kwa leo somo langu la usijihukumu linaishia hapo. Kipindi kijacho nitakuja na somo linasema kwamba namna gani ya kulishinda jaribu unalopitia. Namna gani
ya kulishinda jaribu unalopitia. Asanteni. Kwa jina naitwa Pastor Ruth David Peter. Nipo natumika chini ya madhabahu ya kinabii ya baba yangu Honest Maria. Ninampenda kwa kweli. Vile unaniona ni kwa sababu kuna mahali kaninoa, kuna mahali kanipitisha, kuna mahali nilikubali kunyenyekea. Vile unaniona ni yeye kanifundisha.